miaka 20 haujui umuhimu wa kutunza fedha? Miaka 20 haujui umuhimu wa kujiwekea akiba kwa ajili ya baadaye? Hii imenishangaza sana. Juzi nimepokea simu ya mtu mmoja, akawa anataka kupata ushauri kidogo kuhusu mambo ya uchumi na fedha, lakini kwenye maelezo nikajaribu kumuuliza nini kinaendelea. Akasema yeye ana miaka 20 na analipwa 240,000 kwa mwezi, na maisha yake yote yeye kila hela anayoipata akimaliza yale mahitaji tu ya muhimu, mengine ni kwa ajili ya burudani na starehe. Nikamuuliza kwa nini weki akiba? Jibu alilonipa alisema, kwani naweka akiba ya nini? Niliishiwa pawa. Naambia, kwani malengo yako ni nini? Akasema mimi natamani baadaye nije nijiajiri. Nataka kujiajiri. Ndio. Sasa kujiajiri unahitaji mtaji. Sasa mtaji unautengeneza kwenye hicho kipato unachokipata kila mwezi. Kwa nini unapataje hiyo pesa? Ni kila mwezi napata 240,000, lakini napewa kila siku 8,000. 8,000 ndio. Sasa itabidi uweke plan kila siku, angalau uwe unaweza kuweka akiba 3,000 au 5,000. Angalia ipi ambayo haitakubana. Nitaweka wapi? Una akaunti ya benki? Hapana. Basi tumia Mwekeza kwenye akaunti yako ya simu, ili uwe unawekeza huko, unaweka fedha, unaitunza huko. Itakapokuwa imefikia kiwango ambacho unaweza ukatumia kama mtaji, basi utaweza kuanza kufanya vitu vyako. Lakini endelea kwanza kupambana huko kwenye ajira, huku ukiendelea kuweka akiba. Utakapokuwa umetimiza kiasi fulani, unaweza kanitafuta tuone kama naweza nikakushauri namna ya kufanya. Maswali yake mengi yalikuwa yanauliza, hivi matajiri wanaishije? Matajiri wanaishije? Ya matajiri hawana maajabu. Wanaishi tu kanuni za uchumi, kanuni za fedha. Kanuni za fedha ni zipi? Nikasema hapa sasa. Nikagundua kwamba changamoto ya huyu kijana sio nyingine, zaidi sana ni kukosa msingi wa elimu ya fedha. Ndio maana nawasisitiza kila siku, jengeni misingi ya elimu ya fedha kwa watoto nyumbani kwenu. Kama wewe haukujengewa msingi wa elimu ya fedha ukiwa mdogo, usifanye hilo kosa kwa watoto wako. Ndio maana nikashauri njia bora zaidi na rahisi ya kuwasaidia watoto kujiimarisha kimtazamo, kiakili, kifikra, katika kuwajengea akili ya fedha ni kununua vitabu na kuvipeleka nyumbani na kuwahimiza kusoma. Sasa leo na kukumbusha, wapelekee watoto vitabu hivi, itakuwa ni zawadi bora sana kwa ajili ya familia. Kuna kitabu hiki cha Nguvu ya Pesa, kimejikita sana kwenye mtazamo, lakini pia katika kuhakikisha kila fedha unayoipata inakusaidia kupiga hatua moja kiuchumi. Usibaki hapo hapo, wala fedha isiwe inapitiliza tu. Nguvu ya Pesa ni 10,000. Kuna kitabu hiki cha Uchumi wa Mwanamke, kinafaa kwa kila mwanamke na kila binti aweze kukisoma. Uchumi wa Mwanamke ni 20,000. Ni moja ya vitabu muhimu sana, kinazungumzia mwongozo wa mwanamke kutimiza ndoto zake za kifedha. Uchumi wa Mwanamke, mpelekee binti yako, mpelekee mke wako, ni muhimu sana. Kuna kitabu hiki cha Kipato Endelevu. Kitabu kinazungumzia namna ya kujenga kipato endelevu kisicho na ukomo. Lakini pia kuna mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Nadhani utakuwa umepata package nzuri sana ya kusaidia namna ya kujenga sustainable income, kipato endelevu kisicho na ukomo. Kipato endelevu nacho ni 20,000. Kuna kitabu hiki cha Misingi 8 ya Mafanikio. Ni kitabu kinachojenga foundation ya kila unachokiona hapa duniani. Kila unachokiona mtu ameachieve, kila ndoto tunayoona mtu anashangilia, anasherekea,
misingi yake ni hii 8, ambayo tafiti zimethibitisha na kuhakiki kwamba pasipo hii misingi 8 ni vigumu sana mtu kufanya chochote. Imeelezewa kwa mifano na kwa uhalisia wa maisha ya kila siku. Misingi 8 ya mafanikio ni 15,000. Na kuna kitabu hiki cha Mikopo na Madeni kinakusaidia wewe kujifunza kutambua mambo makubwa 4: kuepuka madeni yasiyo ya lazima kama uko kwenye madeni, kudai madeni yako hata kama yana muda mrefu, watu ambao umewazima fedha hawakulipi, unafanyaje ili kuhakikisha unaipata fedha yako, kudai bila kuleta ugomvi, njia ambazo ni practical, zimethibitishwa na zinafanya kazi. Jambo la 3, namna ya kutoka kwenye madeni mabaya. Kama uko kwenye madeni, uko kwenye dimbwi, huoni njia, unatokaje hata kama madeni yameshakuzidia, umeshakata tamaa. Jambo la 4, namna ya kukopa kitaalam, kiuchumi, ili kujenga utajiri, kukuza kipato na kutimiza ndoto zako za kifedha kwa kutumia fedha za watu wengine, kwa kutumia kanuni ya other people's money. Kitabu ni muhimu sana, iwe uko kwenye madeni au hauko kwenye madeni, hakikisha hiki kitabu unasoma. Ni mwongozo bora sana. Namna matajiri wanavyotumia mikopo kwa umahiri kujenga uchumi thabiti. Madhara ya mikopo isiyozalisha na mbinu za kuiepuka ili ufanikiwe. Namna ya kuigundua mikopo ya kausha damu ili isikukwamishe. Aina 5 za watu ambao hawalipi madeni ili uwe makini usiwakopeshe au uwakopeshe kwa akili. Mambo yanayopelekea wengine wafanikiwe kifedha huku wengine wakiteswa na madeni. Mambo ambayo wakopeshaji hawakwambii unapotaka kukopa. Namna ya kulipwa madeni yako unayodaiwa bila hata kuleta ugomvi. Makosa ambayo ni marufuku kuyafanya hata kama umezidiwa na madeni. Njia za uhakika zitakazokupa pesa ya kulipa madeni, kuweka akiba na kuwekeza. Hatua za kutoka kwenye madeni na kukufanya uweze kuwa na uhuru wa kifikra, kiakili na kiuchumi. Kitabu hiki ni muhimu sana, jihakikishie uko nacho kwa ajili ya maisha yako na familia yako. Na kuna hiki kitabu cha Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, ni moja ya vitabu pendwa sana, kinachokuambia namna ya kujenga nidhamu ya fedha kwa vitendo. Vipengele vyake mojawapo, namna ya kutengeneza pesa kwa uhakika. Kutengeneza fedha inahitaji nidhamu pia, msisahau. Lakini pia kuna namna ya kuandika mapato na matumizi. Kuna njia 3 za kuandika mapato na matumizi ambazo zimeelezewa humu. Mmoja ya mtu ambaye nilimpatia alikuwa ni mkurugenzi wa taasisi moja, akatumia huu mwongozo kuandika ripoti ya mapato na matumizi ya taasisi na ofisi zake zote, akawa ametumia huu mwongozo. Ni bonge moja la kitabu. Lakini pia namna kugawa mapato katika mafungu kabla ya kufanya matumizi yoyote, moja ya eneo muhimu sana. Namna kupanga bajeti na kuitekeleza kwa uhakika. Namna kuzidisha kipato chako maradufu na zaidi, kuna njia 10 ziko humu. Namna kufanya uwekezaji kwa manufaa miaka mingi ijayo. Kuna kanuni za fedha ambazo ni marufuku kuzivunja, ile amri 5 za fedha ambazo ni marufuku kuzivunja ziko humu. Lakini kuna namna ya kujenga mtazamo sahihi wa mafanikio ya kifedha. Kitabu hiki si cha kukosa nyumbani kwako. Hiki ni 15,000. This is Coach Chamos. Let us learn more to earn more and live a great life. Namba ni hizo hapo kama unavyoziona. Tuwasiliane ili tukusaidie. Kama unahitaji pia huduma za ukocha, mentorship, unahitaji pia seminar, mafunzo, popote pale tuwasiliane ili tuweze kusaidiana kujenga taifa lenye mwelekeo sahihi wa kifedha, kuanzia mtu mmoja mmoja, familia na jamii kwa ujumla. Jenga kipato imara kufikia uhuru wa kifedha. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Ni yule mkufunzi wa elimu ya fedha aliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania. See you next time. God bless you.